Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Anaongea hapa. Kama ni mara ya kwanza, nikukaribisha sana ndugu katika Kristo. Upo mahali sahihi. Hii ni sehemu ya 8 katika kipindi kiitwacho Nyundo Ivunjayo Mawe Sirioni. Kama hujapata kuangalia sehemu ya kwanza mpaka ya 7, ninakusihi katika Kristo ukaangalie. Yapo mambo mengi ya kujifunza katika safari ya wokovu, yatukuongezea maarifa na kupigisha hatua. Kabla yote tumkaribishe Roho Mtakatifu tukapate kusikia kile ambacho ameandaa siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza na kukuinua. Tunakupa sifa, heshima na utukufu, maana wastahili mfalme wa amani. Asante kwa upendo wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa neema yako, asante kwa kuendelea kutulisha kile itwapo leo. Baba, asante tena kwa kusanyiko hili. Baba, tunakualika mahali hapa ukamate fahamu zetu, fikra zetu, mawazo yetu, tukapate kuelewa kile unachosema nasi na ukapate kumshuhudia kila mmoja na kumfundisha zaidi ya haya, maana sisi tu viungo na kila mtu anamfunulia kwa sehemu. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako. Tazama katika jina la Yesu Kristo ninafunga kila roho sasa malipizi juu ya kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, nazungusha moto wa Roho Mtakatifu na achilia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen. Jumbe wa leo unatoka katika kitabu cha Kutoka ile sura 13 mstari wa 17 mpaka 22. Pia unatoka katika ile sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Hivi ukipata muda utasoma. Haleluya. Tumetolewa gizani, tumeletwa nuruni. Inahitajika maarifa ya kina na ufahamu wa rohoni kumaliza salama vita hivi. Atakayetusaidia kumaliza vita hivi salama ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anamfahamu adui tunayopambana naye kwa undani zaidi. Tunapokuwa tumeokolewa kutoka katika giza, zipo njia kuelekea nuruni. Ipo njia fupi na ipo njia ndefu. Njia fupi ni haraka kufika, ile ina vita vikali. Wengi wamepita njia hii na mpaka tunapoongea wamegahili, yani wamerudi, wamekuwa mateka. Wamegahili kwa sababu hawakuongozwa na Roho Mtakatifu, maana shetani ndiye anayependa kuharakisha watu kufanya maamuzi ya haraka. Mfano, umeanza tu huduma, unataka kuwa na watu wengi, kuwa na uhakika huduma hiyo itaharibika, utagahili na mwisho wa siku hautafanikiwa. Unakuta ndio umeokoka tu, wewe unataka yale mengine ambayo yatazidishiwa. Maana tumeambiwa tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Sasa unatafuta yale mengine, ufalme wa mbinguni na haki yake utafuti. Hiyo ni njia fupi. Haleluya. Njia ndefu utakayoya kufika, ila mwisho ni mzuri pale unapokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu hatua kwa hatua. Unapopita njia hii lazima uwe umevaa silaha zote za Mungu kama ilivyoandikwa katika ile Waefeso 6:11. Huku ukipokea maelekezo yote kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mfano, kusoma katika ile Yoshua 23 mstari wa 1 hadi wa 3. Unaona pale imeandikwa baada ya muda mrefu, yani walikaa muda mrefu, ndipo wakapata hii amani na hawa adui zao. Mungu alionekania kwa ukubwa. Haleluya. Ndio matokeo ya kupita katika njia ndefu. Lazima utaishia vizuri kama ukimsikiliza Mungu hatua kwa hatua. Katika kupita njia hii, Roho Mtakatifu anatakiwa atangulie mbele.
na sio nyuma. Unakuta wengi tuna tabia ya kufanya jambo fulani au unafanya maamuzi fulani, ukishafanya ndio baadaye unaanza kumuuliza Roho Mtakatifu, hapa nifanyeje, au hapa nimefanyeje, au hapa niendaje. Yani ushakifanya kile, unataka sasa Roho Mtakatifu atembee katika kile ambacho wewe umekifanya. Unakuta kumshirikisha anakuwa wa mwisho, na mwisho wa siku ni hatari sana. Inaweza ikasababisha matatizo. Ndio umeamua kupita njia ndefu, lakini kwenye kufanya maamuzi sasa wewe ndio unakuwa unatangulia, Roho Mtakatifu unamwacha nyuma. Hapo kuna hatari kubwa. Roho Mtakatifu ni moto. Akitangulia mbele yetu tutaweza kuondoa uharibifu wote ambao ibilisi ameweka kwa siri kama mtego, na moto utateketeza uharibifu huo, kamwe hatutakuwa gizani. Hii ndio faida ya kumwacha Roho Mtakatifu atangulie mbele tunapopita katika hizi njia ndefu. Unakuta wengi wamejua kweli, wameamua kwenda taratibu, hatua kwa hatua. Nimeokoka hivi karibuni, Mungu amekupa neema, unamsikia Roho Mtakatifu, wameamua. Sasa mwanzoni tunakuwa ni watii sana, unyenyekevu, kila tunachoambiwa tunasikia, tunaenda taratibu. Roho Mtakatifu amesema nini, niende wapi, nifanye nini, niongee na nani, hivyo tunafuata. Lakini baadaye unakuta kadri tunavyozidi kusogea mbele, ule utii unapungua. Mwisho wa siku tunaanza kujiamulia maamuzi wenyewe, Roho Mtakatifu tunaanza tunamwacha nyuma, na mwisho wa siku unakuta watu hawamalizi safari salama. Kwa sababu gani? Walishindwa kumtanguliza Roho Mtakatifu, kumwacha afanye kazi yake. Haleluya. Wakati unapita njia ndefu, Roho Mtakatifu anaweza kukupa maagizo ya kutulia kwa muda fulani, yani kupiga kambi. Inaweza ikawa katika huduma, atakwambia usirushe kipindi chochote, au unaomba tu na kusoma. Yani kwa mfano na huduma yako na channel yako sehemu fulani, au una kitu cha kufundisha, atakwambia wakati usifanye chochote. Alikuwa anakupa vipindi vya kurusha, maybe baada ya siku 2, siku 1, baada ya wiki hivyo. Lakini baadaye atakwambia pumzika kwanza, au hata mwezi atakwambia kwa mwezi huu kaa kwanza, tulia, omba, soma sana neno, usifanye chochote, usirushe kipindi kule. Hapo kuna namna nataka kujitolea utukufu kupitia maadui zako. Usije ukasema kwamba ngoja, make wengi wakipitia kipindi kile kwa Roho Mtakatifu upo kimya, wanalazimisha, wanasema usimsikii Roho Mtakatifu vizuri. Ngoja unakuta unalazimisha. Sasa Mungu naye akikuona unahitaji sana kitu fulani, anakuacha kwa sababu umeshindwa kumuelewa, umeshindwa kuelewa kanuni zake. Anakuacha ufanye vitu, unaenda unaposti, mwisho wa siku haiwi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Pale adui anapata nafasi ya kuvamia. Kama ni huduma ataivamia. Kwa sababu gani? Hayupo Mungu pale, umetumia akili zako, umetumia nguvu zako, hujamsikiliza Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo tuwe makini na kumsikiliza Roho Mtakatifu tunapokuwa tunapita katika hii njia. Ninazungumza na wewe ambao Mungu amekupa karama fulani, amekupa huduma fulani. Haya maelekezo waga Roho Mtakatifu anatoa. Sasa kuna kipindi unakuta amekaa kimya. Sio most of the time. Kuna wakati anakaa kimya kwa sababu, lakini unakuta kama maandiko yanavyotuambia hapa, kuna wakati walipiga kambi wana wa Israeli, kuna maelekezo walikuwa wanapewa pale, na Mungu akasema nataka nijitolee utukufu kupitia adui zenu. Na ndio hivyo, wapo adui wanakufuatia nyuma. Kwa hiyo sasa hiki kipindi wao watazania kwamba maybe umeharibikiwa, mbona sasa hivi hauposti tena, mbona upo kimya? Yani watazania umepata na matatizo, watasema kwamba ngoja tumfuate sasa, ndio kipindi cha kumshambulia, au wameishiwa nguvu za Mungu, ngoja tumfuate sasa tumshambulie. Kumbe hawajui ni mpango wa Mungu wewe ukae pale uendelee kujazwa nguvu kupitia kusoma neno na kuomba. Wanakapokuja sasa wanakutana na mkono wa Bwana, wanaibishwa na kupigwa kwa kiwango cha juu na kusambaratishwa, na kwako inakuwa ushindi, na Mungu anakuacha uendelee mbele na safari. Haleluya. Yani unatoka pale kambini. Kwa hiyo ni kipengele muhimu sana cha kuwa nacho makini katika hiki kipindi, bila kusahau silaha zako unatakiwa umevaa. Unakuta wengi tunatolewa huku, tumeokolewa, hatuna silaha, na ndio maana tunatakiwa tumuombe Mungu atuvalishe silaha zake zote. Kama wana Israeli walivyokuwa wanapita katika hii njia, walikuwa una silaha zao, na wewe kama mwanajeshi unatakiwa uwe umevaa silaha. Unaombea watu fulani watoke katika vifungo, omba Mungu awavike wale watu silaha za Mungu zote, la sivyo kuna kushindwa huko. Tunaona japokuwa walikuwa na Roho Mtakatifu aliwatangulia mbele, lakini hawakuwa hivi kusema kwamba Roho Mtakatifu atafanya kila kitu. Hapana. Roho Mtakatifu anapiga, lakini anategemea mwanadamu pia au amesimama katika nafasi yake. Yani kile ulichokuwa nacho mkononi ndicho hicho anakitumia kumwadabisha ibilisi. Haleluya. Nakumbuka tulishazungumzia katika kile kipindi cha kuangusha ngome kwamba Mungu atuvalishe silaha. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana cha kutaja katika maombi yako, Mungu akuvalishe silaha. Mbaya zaidi kipindi tulichokuepo, watu unakuta waga wanafanya maamuzi ya kwao wenyewe. Yani wanajiamulia wenyewe. Unakuta mtu hana silaha, unakuta mtu Roho Mtakatifu ndo kamweka nyuma, na mwisho wa siku unakuta hudumu unasema huyu alikuwa anatembea kwenye utakatifu, imetokea nini? Yani mtu alikuwa anatembea kwenye njia
ile ndefu, anatembea vizuri, tunamwona mtumishi wa Mungu vizuri, lakini baadaye ameanza kubadilika huko mbele. Tatizo amebadilika. Yaani unakuta kuna silaha ambazo hakuzivaa vizuri, au hana silaha kabisa, na vile vile hamsikizi Roho Mtakatifu. Yaani katangulia Roho Mtakatifu kamwacha nyuma. Kwa hiyo awe na uhakika mtu kama huyo huko mbele likitokea tatizo, kama kuna mitego ya siri atakutana nayo yeye. Roho Mtakatifu kamwacha huko nyuma. Kwa hiyo atapata mashambulizi kwanza, na mwisho wa siku ile huduma karama itashambuliwa. Na tunasikia kwamba mtumishi ameanza hivi, amemaliza vibaya. Kwa sababu gani? Mwanzo alikuwa anamsikiza Roho Mtakatifu, alikuwa anaenda vizuri katika njia za Mungu, anatembea vizuri, lakini mwisho wa siku akaacha kupokea yale maagizo. Kumbuka inaitwa njia ndefu. Kwa hiyo kama njia ndefu kuna vitu vingi, kuna visiki, kuna wanyama wakali, kuna vitu vingi. Kwa hiyo zile silaha tulizozivaa na maelekezo ambayo tunapokea kwa Roho Mtakatifu, tukiyafuata sawa sawa na vile Mungu anavyotuongoza, kuna ushindi. Shalom, shalom. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante. Asante kwa maarifa haya. Asante kwa ujumbe. Ninaamini Baba yupo ambaye umemjenga, umemgusa. Ninaomba Mungu ukazidi kuachilia ulinzi wa ujumbe huu, ulinzi wa neno hili katika mioyo yetu, ukapate kuzaa matunda, hata tukayafanyie kazi katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tulee pale tulipojiongoza wenyewe, tulipoingilia kazi ya Roho Mtakatifu na kusababisha uharibifu kupita katika huduma ulizotupa, karamu ulizotupa. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana Roho Mtakatifu kaendelee kutuongoza na ukatusaidie Bwana tuweze kumaliza salama katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto wako kazingira ujumbe huu. Amen.